Nimeangalia boma lako, naona ya kwamba limefunguliwa, haliko kujengwa ile nyumba kama zile zizi ambazo tunajua za mbuzi. Hii ndio recommended way ama kuna vile maybe utaenda ukiimprove with the time? Bado nilikuwa katika hiyo program ya kutengeneza, maana pia ni gharama. Okay. Kwa hivyo bado. Lakini baadaye nitaifanya hivi. Kuna wakati tumeona ya kwamba unaenda kwa mbuzi unapata ni kama amepata pneumonia ama umepata ile kuchafia, kupiga ile alafu inatoa makamasi ama inatoa ile majimaji. Hebu tueleze kwa inaletwa na nini? Hiyo inaletwa na mimea. Kuna mimea ambayo ikipandwa, ikitoa maua katika area hiyo inakuwa affected, kondoo zinakuwa affected. Unaona zinakuwa na homa, zinakuwa na makamasi. Yes. So ni mimea, kuna mimea ambayo zikipandwa zinaleta hiyo shida. Na wakati huo ipandwe kwa wakati huo. At what point tunasemaga ya kwamba unaweza castrate, and why do we castrate hawa? Hiyo castration inafanyika kwa sababu ya breeding. Na zikiwa nyingi zitaharibu kondoo. Lakini sasa hivi mimi nimechagua 3. Niko na 3 nimechagua breeding na zingine nimeifinya na baldizo. Ili kuweza kujizuia kutokana na kuambukizwa magonjwa kupitia zile kondoo za watu wengine ama za majirani. Hebu tueleze wewe uweza kujizuia kwa njia ipi? After 3 months kuna dawa tunadunga sisi 5 kwa kila kondoo. Alafu jambo la pili, hutaipea ichanganyika na kondoo zingine. Hapana. Yes. Itakuwa na shamba. Unaona sasa hivi kama hii shamba ni mimi peke yangu niko. Yes. Wale wengine wako kando. Wako kando, So lakini wakichanganyika lazima watakuwa na ugonjwa. Na ukinunua kondoo before ufike nyumbani unaidunga. Okay. Ya ukinunua soko unaidunga. Ikifika ni kuweza kuangalia bima ambayo inaweza zuia mifugo yako ama mashinali zile ambazo uko nazo. Hebu tueleze umewezaje kujikinga na kuchukua bima ya kuzuia kama kondoo ambao tunaona hapa siku leo? Equity walitufunza ya kwamba ni vyema kuweka security kwa mimea zako na mifugo. Kwa hivyo kama tinga nimekatia insurance. Okay. Haro nimeikatia. Vitu nyingi nimeikatia lakini bado sijaikatia mifugo. Okay. Lakini chuma zote nimeikatia insurance. Hata pikipiki niko naye, niko na gari nimeikatia insurance. Wakati walitufunza ni bei nilijua. So nilijua kwamba nikikata zote once itakuwa gharama. Kwa hivyo pia mifugo bado nitaikatia. Nitaanzia ng'ombe. Okay. Alafu tena nikatie kondoo. Ikifika ni wakati wa kunyoa hawa kondoo, tutawanyoa kwa namna ipi? Sasa hivi ukiangalia hizi zangu zimefika wakati. Kwa sababu unaona ngozi zinakuwa mingi, alafu inakuwa inakauka. So wakati inakuwa hivi unainyoa, alafu sasa iwe safi. Ni kweli. Kwa sababu wakati wakienda kwa matope, hiyo matope inashika na inaharibu hiyo nywele. Haitakuwa na manufaa tena. Okay. Kwa hivyo sasa hivi naona imekomaa, imefika sasa wakati wa kunyolewa. Yes. Hata hizi tudogo zimefika wakati wa kunyolewa. Hii naye sasa imefika. Imefika sasa wakati ukishika hivi inashikika. Inashikika. Imefika 2 cm. Isiponyolewa itabeba vitu kama hizi. Okay. Nyinyi huweza kuweka kondoo wenu kwa cattle dip, ile tunaita mnaanda, ile unakuja mnatumbukiza yeye ama mnatoaga aje hizi kupe? Sisi huwa tuna spray. Hatuna hiyo shimo, tuna spray na knapsack. Kunao ugonjwa wa ngozi ambao inaweza shika hawa kondoo wamwage hizi manyoya? Kuna mdudu iko na miguu 8 ndani, iko ndani ya maji. Na ikiuma, wakati kondoo inakunywa maji ikiuma mdomo ama imeze, inafanya kondoo iwe mgonjwa na ina react through the skin. So sasa hivi hata mimi niko na moja. Niko na moja ambayo imekula hiyo kitu. Na tayari ngozi inaenda peke yake. Inajimwaga tu. Inajimwaga. Lakini kuna tiba. Kuna tiba. Okay. Kwa nini tumekata hii masikio? Hii masikio ni alama yangu. Hii ikienda wapi, hata nikikuta Nairobi, nitajua ni yangu. Hakuna mtu mwingine ako na hii alama. Kila mtu ako na alama yake kwa vile. Ako na alama yake. Hata wazee wakikutana na kondoo yangu huko watajua tu hii ni ya Sophia. Hii ni ya Sophia hii. Hii ni ya Kennedy. So hii ni alama. Okay. Na hii huwezi toa. Na ukiweka ile ninaona wanafinya ile. Ile wanafinya ile. Mtu anaweza kata na huwezi jua ni yako. Lakini hii hakuna vile hata akizeeka bado itakaa pale. Hata ikizeeka bado. Hata ikiibiwa nikute kichwa, najua ni yangu. Kichwa tu. Maji nyinyi huweza kuwapatia maji kwa namna ipi? Tunapeleka mto. Kwa mtoni? Tunapeleka mtoni. Na pia damu. Soko ya hawa kondoo iko namna gani, na pia mnaweza kupata soko yenu wapi? Soko yetu ni hapa tu Oljoro. Inakuanga siku ya Alhamisi. Okay. Na huwa tunapea
ina pesa sasa hivi. Yes. Sasa hivi kama ndume, kuna ndume unaona kama hii ndume. Hii ndume itaenda sasa hivi inauzwa 25,000. Wow. Hii ndume hiyo ingine ilikuwa hapo inauzwa 30,000. Yes. Kwa hivyo iko na pesa. Wow. Na kondoo sasa average pesa yake sasa average ni 10,000 kila moja. Wale mbuzi wa maziwa tunajua kwamba siku nyingine unapata ya kwamba wanaweza kupata mapacha. Sijui ama kondoo hawa wa merino wako ndani ya hiyo genetic ya ama wako kwa hiyo system ya kuweza kupata mapacha. Ndio, hata wao wanapata. Hata sasa hivi niko na moja iko na mapacha 2. Na kile inachangia ni breed tu. Breed tu ama genes ya hiyo kondoo. Okay. Sio kondoo zote ziko na mapacha. Hapana. Ukienda kwa mnada unaangalia kuna zile ziko na manyoya mingi. Alafu hapa kwa mdomo wameacha kujaza mdomo hapo manyoya. Hiyo ndio breed mzuri. Wakati tumemaliza kuwatoa hapa malishoni, wakifika nyumbani waga mnawapatia chumvi? Pale tukifika pale nyumbani kuna chumvi. Tumetengeneza tumetenga mahali pa kuwalishia, kuwapea chumvi. Okay. Yeah. Ili waweze kuongeza pia the minerals ambazo zinahitajika. Kwa hivyo kuna hiyo mahali ya kuwekea chumvi. Na hii kengele yenye iko kwa mbuzi ni ya nini? Kengele ni security. Security in case of anything. Kwa mfano ikisikia adui yoyote, wewe ukiwa mbali utaisikia ikikimbia. Pia jambo la pili, kengele inasaidia wakati ikipotea. Yes. Unajua wakati inaenda malishoni ikitoweka, unaipata kwa rahisi. Unaisikia hiyo ni kengele yangu. Unaisikia hiyo ni kengele yangu. Ni kweli. So inakuwa rahisi kuchunga. Baada ya kuweza kunyoa hawa kondoo, hebu tueleze soko ya manyoya tutatoa wapi? Sasa hivi kuna ka depot kidogo iko hapo Olchoro. Tunapeleka huko, tunauza 30 bob per kg. Na huyo mtu wa kunyoa mnamlipa pesa ngapi? Ndiye analipisha zaidi, maana sasa hivi analipisha shilingi 40 mbuzi moja. Na unaenda kuuza 30 kwa kg. Ni kweli kabisa, nimesikia kwa ndani ya biashara kweli. Haya, na mbuzi inaweza toa kama kilo ngapi mbuzi moja? Mbuzi moja inaweza toa kilo 7. Inategemea na malisho. Ikipata nyasi vizuri, kama mwaka huu ninaona imenyesha vizuri, itapata. Sasa hivi inaweza kuwa na kilo 3. Sababu pale chini kwa tumbo haina kilo 3. Lakini ndume inakuwa na kilo 7. Ndume inakuwa na kilo 7. Inakuwa nzito. Within miezi 3. Mwezi 6. Miezi 6, okay. 6 months. Okay. Hebu tueleze, kuna kitu kingine mnatoaga kwa mbuzi isipokuwa sasa nyama na manyoya? Maziwa. Maziwa pia inapatikana. Ya mbuzi? Ya kondoo? Ya kutumia ama ya kufanyia nini? Inatumika kwa chai. Kama ungekuja wakati kondoo yangu imesani, ukitengeneza chai ni nzito kuliko ya ng'ombe. Pia tunapata mafuta. Hii nyama yao unatoa ile the white meat. Yes. Alafu unaitengeneza mafuta na ni mzuri kwa kunywa. Mafuta plain. Mafuta hiyo ya kondoo. Mafuta ya kondoo. Ukiuza yenyewe unapata pesa. Kuna nyama. Na tena kuna mbolea. Wale kwa kusahau. Hiyo kwanza kuna mbolea. Kuna mbolea pia. Na hii kumbe iko na manufaa mingi hivi. Iko na manufaa.